Hivi unajua kwamba Mungu hawezi akakufanya utende dhambi hata siku moja, licha ya kwamba amekupitisha katika jaribu? Ukiona kama unapitia katika jaribu alafu hilo jaribu linakupelekea kwenye kutenda dhambi, jua kabisa Mungu hajahusika hapo. Ukisoma kitabu cha Yakobo sura ya 1 mstari wa 12 mpaka wa 18, utaweza kuona habari za majaribu, utaweza kuona habari za vishawishi, lakini pia utaweza kuona habari za wema wa Mungu. Sasa katika Yakobo hapo tunaona kuna majaribu ambayo hao majaribu tuweza kusoma katika mistari ya nyuma, tukaona kwamba tunahitaji kuwa na uvumilivu kuweza kuyashinda hayo. Na katika uvumilivu katika majaribu huleta thawabu kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo wakati unapokuwa unavumilia kile unachokuwa unapitia, Mungu anakusaidia kuweza kushinda katika hilo jaribu. Lakini kama ukishindwa kuvumilia, ndipo hapo utajikuta umeangukia kwenye dhambi. Kwa hiyo unapoona kabisa umeangukia kwenye dhambi au kwenye jambo fulani gumu, Mungu hajahusika katika hilo. Ni akili yako na mtazamo wako ndio umesababisha hayo yote yakaweza kutokea, kwa sababu Mungu huwa anahusika kwenye kuleta vitu vyema. Hivyo basi usimlaumu Mungu katika yale ambayo umeyafanya ambayo unaona kwako ni kama failure, bali yakubidi umshukuru Mungu, kwa sababu Mungu huwa analeta mambo ambayo ni mema. Lakini kama kuna mabaya au magumu ambayo wewe yametokea kwako, jua kabisa ni akili zako. Maandiko yanatuambia katika kitabu cha Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart, lean not on your own understanding. Sasa unakuta kuna watu wanatumia akili zao kuendesha vitu, ndio maana wanajikuta wanafeli, ndio maana wanajikuta failure. Sasa anapoanguka anaanza kulaumu Mungu. Mungu, wewe ndio umeruhusu hili. Hapana, usimlaumu Mungu kwa dhambi unazozitenda, kwa sababu Mungu hajawahi kuruhusu mtu kutenda dhambi. Ila Mungu huwa analeta jaribu kwako akitarajia kwamba utakuwa mvumilivu, na kupitia hilo uvumilivu atakusaidia wewe kuweza kushinda hilo jaribu unalopitia. Baada ya kusema hayo, Mungu akubariki. Amen.